tumeona yule msichana bado hajaacha ile tabia alikuwa nayo. Sijui kwa nini Kanyari amemkubalia kuingia kwa madhabahu pale. So acha tualike Bishop Israel Yohana aweze kuzungumzia hii maneno. Karibu sana Bishop. Asante sana watazamaji popote mlipo, na wakaribisha kwenye Bedina la Sugu TV na Digital News TV. Na siku ya leo nataka nifundishe kuhusu kitu kinaitwa anointing oil. Anointing oil kwenye Biblia, anointing oil kazi yake ni moja tu, ya kuanoint viongozi na kuombea wagonjwa. Na kuna watu ambao wanatumia anointing oil vibaya, na unapoangalia katika maandiko, unapotumia anointing oil vibaya itachangia hata premature death katika maisha yako. Na watu wametumia anointing vibaya, utakuta kwamba ile anointing nyingine hata ni ya kupaka tu watu mafuta, hata wengine ni kama kuoshwa, wanaoshwa na anointing oil, hata wengine wanakunywa ile anointing oil. Na unapotumia anointing oil ambavyo havipasi vipasavyo, visivyo katika kile Kiswahili zinaje, unapotumia anointing oil kinyume na vile inapaswa, nafikiri inasababisha kitu kinaitwa maafa ama premature death katika maisha yako. Maana unakuta sasa nao kuna mtu kijana msichana ambaye anaitwa kwamba Naipei alikuwa anafanya kazi ile unaosikia kwamba ni ya kujiuza, kazi ile ya kujiuza, ama ile kazi ambayo ya kuuza uchi wake kwenye mitandao. Na unakuta kwamba nao Kanyari alipomchukua yule mtu, hakumchukua tu kwa sababu ya kumsaidia. Nafikiri alikumsaidia, na nia yake haikuwa ni ya kumsaidia kiroho, nia yake ilikuwa ni ya kummaliza. Kwa sababu jambo la kwanza, mtu kama Naipei, kiwango ambacho wako anafaa kwanza asaidiwe asimame kiroho, na anaposimama kiroho nafikiria kwamba asaidiwe mpaka misingi ile ya kiroho iwe imara. Lakini unakuta kwamba bado ni mtoto wa kiroho, na hapo amechukuliwa mara moja mbele katika madhabahu ile, hata yenyewe haelewi kazi ya madhabahu, na ni mtu mwenyewe ambaye hata hana utakatifu ndani yake, hajafundishwa utakatifu. Kinamkondolea macho ni kitu kinaitwa premature death, kwa sababu unapocheza na anointing ya madhabahu kinyume na neno la Mungu, ina cause mpaka death, premature death katika maisha ya mtu. Na huyu mtoto, kile ambacho nitasema kwamba Kanyari anataka kumtumia vibaya, kwa sababu huyu mtoto, jambo la kwanza, maisha yake itaharibika. Huyu mtoto nafikiri ataishi maisha ya laana na atateseka sana maishani, kwa sababu anointing oil si ya kutumia mtu yoyote, mtu mwenye dhambi alafu anapaka wengine hiyo anointing oil. Na hiyo itakosi, inafanya tu mtoto aruke kichwa, na inafanya mtoto aishi maisha mabaya sana ambayo hayaeleweki, kwa sababu anapotumia ile anointing oil vibaya, basi kile inafanya kwamba inamstrengthen, anakuwa zaidi muovu zaidi ya vile anavyokuwa, kwa sababu tangi aingie kwenye madhabahu. Unaona kwamba pombe ndio imekuwa nyingi sana, anakunywa pombe mara mingi, anakuja mpaka saa 5 anakuja kwa madhabahu, anachukua microphone, anapotoka pale anaenda kwa ukahapa, anaenda kujiuza, anakuja tena kuchukua microphone kwenye madhabahu. Na maanisha kwamba hata madhabahu yenyewe yamenajisika. Na yale madhabahu, unapokanya kwenye madhabahu, wewe nafikiri hata kuisha kwako utaisha kwa haraka. Na kuna madhabahu nyingi sana katika nchi ya Kenya, unakuta kwamba yale madhabahu yamechafuka. Unapokanya kwenye madhabahu unatokea mgonjwa, badala ya kupona unakufa. Unapokanya kwenye madhabahu, badala ya shida yako kuisha inaongezeka. Na ndio nasema kwamba ni vizuri sana watu mnapoingia kwenye madhabahu, angalieni yale madhabahu ni madhabahu ina gani. Na unapoingia kwenye madhabahu, usikubali kupakwa mafuta ovyo. Mafuta na si kwamba ni watu wagonjwa. Hata kama unataka kazi unapaka mafuta. Sijui unataka mke unapaka mafuta. Sijui ni nini ambayo unataka kwenda ng'ambo unapaka mafuta. Yale mafuta ukipakwa ovyo itamesa na maisha yako, na maisha yako itaharibika completely. Na kuna wengine hata ambao wanaishi hata maisha ambayo si yao, kwa sababu hata wengine nyota yao zinachukuliwa hivyo. Wengine hata unakuta kwamba nao maisha yao tu ambayo Mungu amewapangia anapotea hivyo tu, kwa sababu umeingia katika madhabahu ambayo si nzuri. Ukiingia katika madhabahu si nzuri, inakumaliza. Inamaliza kile kilicho ndani yako, inaondoa kile kilicho ndani yao. Na unakuta kuna watu wametembea katika madhabahu, tangu akaja katika ile madhabahu maisha yake yameharibika totally and totally. Ni hatari sana ukanyaga katika madhabahu kama yale. Madhabahu kama yale, kama unanisikiza, ni hatari sana kwa mtu kukanyaga katika ile madhabahu, kwa sababu ya madhabahu yamebeba roho ya kifo. Yamebeba roho nzuri, yamebeba roho ya kifo. Na hiyo ni njia nyingine ambayo kwanza ya kutumia madhabahu vibaya. Kuna roho ambaye anaeneza, ambaye si ya kiungu mahali pale,
na hiyo roho ni hatari hata kwa washirika walioko mahali pale. Okay, ushauri wa mwisho kwa Naipei na Pastor Kanyari. Naipei, ushauri wangu ni kwamba aende atafute Mungu na aende aokoke. Naipei aende aokoke, apeane maisha yake kwa Mungu, atafute madhabahu ambayo yana Mungu, madhabahu ambayo yana nguvu. Maana yake madhabahu walioko si madhabahu yana Mungu, yale madhabahu ya kuua, na akikaa katika madhabahu kuna kitu moja na mwambie kama mtumishi atakufa premature death. Ni hatari sana kwake. Kwa hivyo ushauri wangu kwake ni kwamba atafute madhabahu itakayomsaidia. Atafute madhabahu ambayo itamfanya aweze kuinuka na kufunguka macho na kukombolewa na kumjua Mungu. Na ni kwa nini Pastor Kanyari anaruhusu watu kama wale hawajaokoka na hawajakubali Mungu waingie kwenye madhabahu? Kwa sababu yeye mwenyewe hajaokoka. Kwa sababu mtumishi ambaye ameokoka hutembea katika roho. Maandiko yanasema kwamba Mungu ni roho. Mungu ni na wamwabudu katika roho. So mtu ambaye ni wa kimwili, hata madhabahu anayofanya kimwili. Kwa sababu utakuta hata madhabahu yale yamejaa TikTokers, yamejaa mashoga, yamejaa watu wa kila aina ndio wamejaa katika ya madhabahu. Hivyo madhabahu yamechafuka na hayana Mungu. Yale madhabahu ni hatari sana. Kwa hivyo hata mwenye madhabahu mwenyewe ni kipofu, anahitaji Mungu. So kitu ambacho Kanyari anahitaji pia atafute mchungaji amuombe deliverance, amuombe wokovu na narudi tena kwa Mungu ili ajue njia uzima, kwa sababu mtu kama huyo ni mtu kipofu na anapotosha wengine. Juzi tumemwona yule msichana anaitwa Manzi wa Mombasa, ameambia Pastor Kanyari anamshukuru kwa kumshika mkono, na yeye ameona hata endelea na kanisa. Yeye anapenda wasichana, hapendi wanaume. Unazungumziaje hiyo jambo? Madhabahu unasema kwamba inategemea na mwenye madhabahu. Kama mwenye madhabahu haoi, sasa unatarajiaje nyinyi muoane kule? Mwenye madhabahu mmoja muona hata akiwa na girlfriend, mwenye madhabahu mmoja muona hata akiwa na mpango wa kuoa ama kufanya harusi, ni kusikia tu mara amekuwa na huyu na huyu na huyu. So utajuaje hata yeye labda ni wa sambuli ile? So huenda ikawa ile roho iko ndani yake ndio itaingia tu kwenye washirika wake, na unakuta kwamba washirika watashindwa msimamo, kwa sababu kama mwenye madhabahu mwenyewe hajakombolewa, basi huyu naye atakombolewaje kutoka kwa ushoga? Si roho tu itazidi kukaa ndani na ataisambaza tu, kwa sababu madhabahu yenyewe imechafuka. So utakuta kwamba yule anaitwa sijini Manzi wa Mombasa, hiyo labda nafikiri hiyo roho ameisambaza kitambo. Afikie kusema hapo, unafikiri amesambaza kwa watu wangapi hapo kanisani? Amesambaza kwa watu wengi sana kanisani. Na kwa sababu madhabahu yenyewe imechafuka, nafikiri hata yeye mwenyewe anaona kwamba tu kukaa hapo ni kuharibu time yake, kwa sababu kama anaweza kaa pale na hawezi kombolewa, hawezi kuwa delivered, si ndo atasema tu ataondoke tu aende, kwa sababu nao yale madhabahu haiwezi kumsaidia yeye kuwa delivered. Na wewe unanitazama mahali hapa, labda kwenye madhabahu ambayo haikusaidii kusonga mbele, ondoka kwa hiyo madhabahu. Ondoka kwa hiyo madhabahu kabisa, tafuta madhabahu yaliyo na uhai, tafuta madhabahu yaliyo na nguvu, tafuta madhabahu yatakayokusaidia. Nafikiri huo ndio ushauri wangu. Asante sana Bishop, pengine utupe namba yako. Nambari yangu ya simu pote ulipo unahitaji maombi, na kuna watu wamenipigia kutoka sehemu nyingi za ulimwengu wakiwa na shida tofauti mbalimbali, na kuna wengine wananipigia simu wanasema sichukui simu. Unaponipigia simu nikose kuchukua, usichoke, piga tena, nitachukua ile simu. Wakati wako ambao Mungu amepanga utafika. Nambari yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 744 672. Na tuna foundation pale ya kusaidia wamama ambayo inaitwa Penina Sugu Foundation. Wewe ambao uko pale unaweza toa donation yako ya unga, nguo, viatu, na pia hata school fees ya mtu mmoja ama wawili. Tutashukuru. Mungu awabariki. Shalom, amani ya Bwana.